Hebu jaribu kuvuta picha. Ni usiku wa mkesha wa Christmas. Na ukiangalia saa ni saa 7 usiku. Nje kuna baridi kali na kila mtu amelala. Ghafla unatazama namna hii, unagundua moshi mzito unaingia ndani ya chumba chako. Kumbe nyumba yako inawaka moto, na sio moto wa kitoto, ni moto mkali. Unamwamsha mkeo. Unaochukua watoto kadri unaweza kuokoa kwa haraka, mnakimbilia nje, lakini ghafla unagundua watoto 5 hawapo na wewe. Ina maana bado wako ndani ya nyumba. Ghafla unasikia kwa mbali kelele za watoto wako. Unasikia kama wanaomba msaada fulani. Unachanganyikiwa. Unakimbia kwenda kuchukua ngazi ambayo uliweka ukutani mchana. Unakumbuka kabisa ilikuwa hapa, ili upande ujaribu kuokoa kupitia juu maeneo ambapo moto hujafika. Lakini ghafla unagundua kwamba ngazi haipo, imetoweka kimazingara. Na kwa hali hiyo huwezi kuwaza nani ambaye ameichukua. Unachokiwaza ni kuwaokoa watoto wako. Unagundua kwamba gari ulilonalo ni refu kwa kiwango ambacho ukipanda juu ya gari hilo unaweza ukafika maeneo ya juu na ukaokoa watoto wako. Unakimbia kuangalia gari lako. Mchana lilikuwa linawaka vizuri tu, lakini unaingia ndani ya gari, unawasha gari, inakataa kuwaka, inanguruma tu, lakini haisogei. Unaingia kwenye gari la pili, nalo ni hivyo hivyo. Unakumbuka kwamba kuna simu za msaada ili kuita fire, kuita ambulance. Hivyo unajaribu kupiga simu, ghafla mtandao hausomi. Unagundua kwamba simu yako haina mawasiliano. Ina maana msaada huwezi kuja. Nini utakachokifanya? Moto ni mkali. Baadhi ya watoto wapo ndani. Tena sio wawili, ni 5 wapo ndani. Unafanya nini? Unakuwa hauna chaguo. Unasimama tu, unaendelea kuangalia. Na wakati hauna chaguo, moto unalo chaguo. Unaendelea kuiteketeza nyumba yako. Dakika 45 zinapita na nyumba nzima ya thamani inageuka kuwa majivu. Sasa hii sio hadithi ya kufikirika. Hichi chote nilichokuambia hapa ni uhalisia, sio movie. Hili ni tukio la kweli ambalo liliwahi kuitesa familia ya George Soda nchini Marekani. Na mpaka leo hii unapotazama video hii, hakuna jibu la nini ambacho kilitokea katika usiku huo. Kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi ni kwamba asubuhi iliyofuatia, baada ya ule moto kuzimika, wataalamu walipokuja, walipekua na kupekua, lakini hawakukuta mabaki ya miili ya watoto 5. Unajua moto unapowaka hauwezi ukaunguza mwili wa mwanadamu kwa kiwango cha kuufanya uwe majivu kabisa. Yaani moto wa kawaida huwa kuwaka katika nyumba za mbao, kwa sababu nyumba za wenzetu zimejengwa sana kwa mbao. Sasa zile mbao hazina uwezo wa kuwasha moto ambao unaweza ukateketeza meno, taya, mifupa migumu ya mwili wa mwanadamu kabisa, yani pasiwe na mabaki. Labda uwake kwa masaa mengi sana, lakini kwa muda mchache, kitu kama cha dakika 45 ama masaa kadhaa, haiwezekani mifupa ya mwanadamu kuteketea kabisa. Hivyo asubuhi hawakukuta mabaki yoyote, na hapo ndipo watu walipoanza kugundua kwamba yumkini kuna mchezo mchafu ambao umefanyika nyuma ya pazia. Yumkini watoto wale hawakufa kwenye ule moto. Yumkini kuna mahali walipelekwa, ama wao ndio wasababishaji wa nyumba kuungua na vitu kama hivyo, kisha wakatoroka. Baadhi ya watu ambao ni majirani walipoulizwa, wanadai kwamba wakati ule moto ukiwa unawaka, waliona gari fulani ambalo hilo gari halikuwa common sana kwenye yale maeneo, yani halikuwa kuonekana kwenye yale maeneo. Ni kama gari ambalo ni mara ya kwanza kuonekana kwenye yale maeneo, na ndani ya gari lile palikuwa na watoto 5 ambao hao watoto walikuwa wanatazama nyumba yao inavyoteketea kwa mbali kabisa, tena bila hisia yoyote. Na majirani hao walipoulizwa zaidi, walidiriki kuapia kabisa kwamba actually tuliliona hilo gari na tuliona watoto wakiwa ndani ya hilo gari. Siku iliyofuatia, mhudumu wa hoteli moja ambayo ipo maeneo ya mbali sana na eneo lile alidai kwamba aliwaona watoto wale wakiwa na watu wazima ambao walikuwa wakiongea lugha ambayo ilisikika kama Kiitaliano fulani hivi. Mhudumu huyo alidai kwamba wale watu wazima walikuwa na ukali sana, yani walikuwa wanaongea kwa lugha ya ukali sana, na walimkataza kata kuuliza swali lolote ama kuwasogelea wale watoto. Inasemekana baba wa familia hiyo alikuwa mhamiaji kutoka Italia, na alikuwa na kawaida ya kuwakosoa vikali wahalifu wakubwa na magenge ya hatari ya Kiitaliana. Watu wanaamini kwamba magenge hayo ndio aliamua kumkomoa kwa kuwachukua watoto wake 5 na kisha kuichoma nyumba yake ili kupoteza ushahidi.
Wazazi hawa waligoma kabisa kukubali kwamba watoto wao wamekufa kwenye ule moto, na baada ya muda wakaamua kuajiri mpelelezi binafsi, yani ambaye hajihusishi na vyombo vya kiserikali. Huyu jamaa alitambulika kwa jina la Tinsley, na kazi yake kubwa ni kuingia mtaani kuchimba siri katika mji ule baina ya majirani ambao walishuhudia kile kilichotokea. Lakini hapa ndipo mambo yalipozidi kuwa ya kutisha na ya kushtua. Yule mpelelezi ambaye aliajiriwa kwa ajili ya kupeleleza naye alipotea. Yes, alipotea. Tena alipotea katika mazingira ya kutatanisha na hajawahi kuonekana tena mpaka leo inapotazama video hii. Haijulikani aliuawa ama alifanywa nini. Ni kana kwamba ardhi ilifunguka fulani hivi na kummeza, ikapoteza ushahidi. Anyway, miaka ikapita bana. Huzuni ikatawala kwenye ile familia, lakini miaka 23 baadaye sasa wameshajizoesha kukabili hisia hizo mahali hiyo. Ghafla panaibuka kitu fulani, ambayo hiyo ilikuwa ni mwaka 1968. Mama wa watoto hao alipokea bahasha ya siri kwenye sanduku lake la posta. Alipofungua ndani, akakuta picha ya kijana mtanashati fulani hivi, handsome fulani hivi, ambaye kwa kumwangalia tu ni kama ana umri wa miaka 24 hivi. Umeona? Yule mama alipoona hiyo picha, ghafla akapata mshtuko fulani. Kijana yule ambaye anamtazama kwenye ile picha, kila kitu, sura, macho, masikio, pua, rangi, mkao, unafanana na mtoto wao aliyejulikana kwa jina la Louis, ambaye alipotea usiku ule ule moto ulipowaka akiwa na umri wa miaka 9 tu. Nyuma ya ile picha kulikuwa na ujumbe mfupi ambapo aliposoma ulikuwa umeandikwa kwa mkono, yani sio kwa mashine, na ulikuwa umeandikwa Louis. Ghafla mshtuko karudi tena katika familia. Wazazi wakaanza kuhangaika. Walisafiri hadi maeneo ya mbali kutafuta siri ile picha ili wajue ni nani aliyoituma na imetoka wapi. Lakini kila mtu aliyemfuata alikuwa anaingia uoga na kusema, mimi najipenda, nina watoto, nina familia, siwezi kukuambia nani aliyotuma hiyo picha. Ni kama kulikuwa na siri fulani hivi nzito ambayo inalindwa sana na watu wenye nguvu na hatari sana kuliko mikono ya serikali. Unaambiwa mpaka wazazi hao walipokuja kupoteza maisha miaka mingi baadaye, walifariki bila kujua watoto wao wapi walipo. Walichofanya ni kujenga bango kubwa sana barabarani lenye picha za watoto wao wote 5. Bango ambalo lilikaa hapo kwa miaka 40 likiomba mtu yoyote mwenye siri ya mahali walipo watoto wao ajitokeze aseme. Hadi unapotazama video hii, hakuna anayejua kama watoto wale walichukuliwa na kupelekwa nchini Italia, waliingizwa kwenye makundi ya kihalifu, ama walifanywa kitu kibaya, ama ilikuwaje. Zaidi ya hapo, kesi hii imebaki kuwa moja ya mafumbo makubwa sana hapa duniani. Mafumbo ya kutisha sana. Wewe ungekuwa mpelelezi, ungekuwa afisa wa polisi ambaye umekabidhiwa kesi hii, wewe unahisi nini sababu ya tukio hili? Hebu dondosha maoni yako hapo chini. Mimi nasoma kila maoni na najaribu kukujibu. Kama umependa story hii, usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili usipitwe na simulizi nyingine kali kama hizi kila wiki. Tukutane kwenye video ijayo.